Shalom, shalom. Shalom, Mark. How are you doing? I'm good. How are you? I'm also good. What's your name? My name is Violet Magogo. Unajishughulisha na nini kingine? Okay. So mimi ni daktari wa magonjwa ya binadamu. So in KSMC it's common we term ourselves kama medical doctors. So I'm currently a medical doctor, but also working as a tutorial assistant at the St. Francis University College in Ifakara, Morogoro. Wow, nice. Anyway, so I have some minor questions, or some few questions to ask. This is all about ad evangelism, to ad evangelism this year 2026 at Tanga. So for starting, can you tell us how your experience, like how many years have you reached in evangelism and how was it? Well, unanifanya nikumbuke vitu vingi sana. And I'm not being emotional, but it was just worth it. So I attended I was around the Haggai Chapel from 2018 to 2023, plus 2024 when I was doing my internship. So nilienda Uinjilisti 2019 in Shelui. Then tulienda Uinjilisti the next one, I think the next year tulienda Nyumba ya Mungu. Then iliyofuata hatukwenda mahali. Things zilitokea hapo katikati. There was no evangelism. So wakati niko mwaka wa 4 tulienda TPC. I don't remember the place. Yep. Then nilipokuwa mwaka wa 5 we went to TPC again, and it was just a nice experience, yeah. So during my 5 years, I went to 4 evangelisms, yeah. Wow, nice. Na ilikuwaje ni mpaka ile first time unasikia uinjilisti? Je, hapo nyuma ushaifanya kabla ya kuja chuo au ulipokeaje yani mapokeo? Imeweza kutangazwa mpaka wewe kupokea, mapokezi yako yalikuwaje? Well, so my first I think kwanza kwenda uinjilisti Haggai was like mob psychology. Yeah, tunaenda na mimi. Okay, let me just join. So my first experience of doing evangelism nilikuwa Kasfeta, akati niko first year. So during the Kasfeta fellowship, kuna siku tuliambiwa tunaenda door to door around the hostels, and it was just kind of weird, you know, ukienda unanoka alafu kutane na rafiki yako wa class. Yeah. So, okay, I was like, okay, this is worth it. So walikuwa na outreach programs ambazo ni around before they go to the final evangelism program during the end of the semester. So that's where I gained the experience. So before going to Shelui, akati niko first year, mwishoni, nilienda evangelism ya Kasfeta. And you know, mi ni mtoto wa kike, so mnafunga chuo and you expect to go back home. So nakumbuka nilienda uinjilisti Kasfeta, and Shelui tulikuwa tunaondoka Jumapili. I had to come back on the Saturday from Kasfeta so that nijiandae ile jioni niende uinjilisti. And I remember a lot of my friends walikuwa naenda Shelui. So yeah, I remember tumefika Babati, we packed for lunch. Mzee wangu anipigia simu, alinimind kinyama. He was like, you're supposed to come back home. And I was like, mimi naenda uinjilisti baba. Yaani nilikuwa natamani ningekuwa na uwezo, ningeona gari, ningepanda, nigeuze, nije ni pack my stuff niende nyumbani. So it wasn't a good experience mwanzoni wakati naenda, but the days were worth it. And from that day I promised myself that I would never miss evangelism. So kabla hapo ulioshisha wazazi kama unaenda uinjilisti at the end of the semester, right? Na walipokeaje? Kwa sababu mind za sasa hivi wazazi kwamba unaenda any like dhamini yani kama zamamishaje mzazi kwamba yeah, I'm going to evangelism, naenda kuhubiri hivyo. Na labda anataka kuona matokeo pale nyumbani labda kuanzia like hivyo. Asa picha linaanza ni kwamba at least for the Kasfeta one was quite easier. Lakini for the IS one, sisi ni wa Pentecost back at home. Yeah. Kwa mzee, of course alikuwa hapa miaka ya nyuma, lakini bado haamini kuwa Haggai watu wanaweza wakasali interdenomination.
So kumwambia alikuwa kama anamchora hivi, yani you know, uko kwenye umri ambao umekuwa mdada and watu wanaona kama ni umri fulani hivi, you wanna be independent, na mzazi anaona you're not yet there so that you can depend on yourself. Kwa hiyo at least ya CASFET alikuwa imepokelewa vizuri, but this one iliniletea kashikash. Yeah. Lakini mwisho wa siku walinielewa. From the other times nilikuwa nasema I'm going for evangelism, no comment. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Na baada ya kufika kule uinjilisti kwa miaka hiyo ambayo umeweza kuhudhuria, how many people have you uliweza kuwafikia na kuhubiria na hatimaye wakaweza kuokoka? Wewe kama wewe ulifikia watu wangapi? Kufikisha watu wangapi? Unanifanya nikumbuke timu yangu ya kwanza ya uinjilisti ya door to door kwa Shell. I don't want to mention them. Mwingine ni mmoja ni chief, sasa hivi ni cardiologist. Mwingine ni Tony Mariki. Mwenyekiti wa kwaya. So we were mtu tatu na mwinjilisti wetu. So I remember the first time you have to recite verses, Bible verses, and you have to have the convincing power. So I remember from our team, tulienda mara kwanza, mwinjilisti alikuwa anatupeleka sehemu ambazo ni watu wameshaokoka. Yeah. So tukamwambia no, sisi tunataka tuende sehemu ambazo watu hawajaokoka. We want to preach. So tukaenda. Nakumbuka tulitumia verse moja ya John 3:16 akaokokaga mtu. Then one of my fellows was like, that's the drill. Tukienda tena John 3:16. So I thank God I reached a lot of people. Of course, uinjilisti zilizokuwa zinafuata, sometimes I wouldn't go out kwa door to door. I had to stay behind and do the whole organization part. Kwa sababu whatever I think nilivyopata secretary wa IS, hapo ndo majukumu yalianza mengi, so nikaona bora niwe kwenye bench. Yes. Lakini the 2 years yani ilikuwa mimi bora mkinipanga si nikapike, yani mbona mimi nisibaki kupika. I want to go out and and preach, and it was just bringing this sense of satisfaction. Kwa nimeenda nimemhubiria mtu na ameelewa, amekuwa convinced na kile ambacho nimemwambia, and kimemconvict kuwa they want to give their life to Christ. So that was a win-win situation. Na baada ya kuhakikisha nini ulikuwa unatumia hasa kwa kumbusha labda history back ya wao kuhakikisha what meant ya gani? Uliweza kuwarudia mara kwa mara baada ya uinjilisti au uliweza kupata mawasiliano nao? Na je, mawasiliano yenu mpaka sasa hivi yapo? To be honest, wachache. To be honest. I think we got one, two, I think two. Moja tulikutana naye nyumba ya Mungu nilipokuwa mwaka pili. I think mwingine tulikutana naye nilipokuwa mwaka 4, and I think huyo ilikuwa as far as tulimpokea KSMC, nilikuwa na Alex. So yeah, yule alikuwa tulipata ndugu fulani hivi wa uinjilisti. Yeah, wengine sio kwamba nilikuwa na frequent contacts now. I think wawili, 2 or 3. Yeah. So your general testimonies on all of years umeenda uinjilisti ni here. Oh, brother, I have a best lot. I actually got my husband from uinjilisti. Wow. Yes. Wonderful. Yes, nimekutana na mume wangu wa sasa. Mume wangu. Nilipokuwa uinjilisti mwaka kwanza kabisa. Na kukutana naye, it gave me an exposure ya nimekutana naye ikanifanya nijifunze voice over. I did I think 2 voice overs za uinjilisti documentaries. Nikajifunza photography. Sometimes I used to take pictures uinjilisti kwenye crusades. Nikajifunza videography. Lakini my best, I wouldn't say sacrifice, lakini nilikuwa nimefika mahali kusema kuwa I must go for evangelism. Nakumbuka nilipokuwa mwaka 5, tulikuwa tunafanya UEs and watu walikuwa wanaenda, okay, one of the best parts kwenye kuandaa uinjilisti was going for shopping.
Kuhemea eti. Yani kunaitwa kuhemea. Yeah. Kwenye kuhemea yani ilikuwa tukitoka, so by then na Alex sisi tunakuta okay, sisi tunaenda kufanya shopping. Kwa hiyo sisi yani kitengo chetu shopping. Kwenda kule Kasadala tukazunguke kununua magunia ya vitunguu endo tukija hapa iweka hapa. Kuna kitu and that was the exposure. Kupika for public nilikuwa sijawahi. Kupika na kuni nilikuwa sijawahi. I all learned them from evangelism. Organization, nikajijua kuwa I can organize something and it works out. That was evangelism. Mwaka 5 nilisema I must do it. Nakumbuka nilikuwa na mtihani wa pediatrics on a Monday. Jumapili walikuwa naenda evangelism. Jumamosi we had to go for shopping. Yani siwezi nikamiss like mtihani. Yes. So nakumbuka nimerudi and niko hapa Chepo around, I think around that corner. Tumekaa tunawapakia watu vitu and I see my friends going to the ward kwa sababu tulikuwa na clinical exams. Mimi niko hapa tu nasema Mungu utanitetea. I don't know how. So kwamba nilikuwa sisomi, no, lakini it was a time kuwa I had to go and prepare for my UEs, my final exams. So nakumbuka I was like I'm gonna do it. Nikishamaliza that's when I'm gonna go. So nakumbuka Sunday watu wakaondoka kwenda uinjilisti and nimemaliza tu mtihani on Monday. Actually, that exam was one of the trickiest and one of the best experience I had in a pediatric exam. And actually, I had very good scores from that exam. Wonderful. Na nikatoka hapo jioni yake nikapanda gari. I went to evangelism. Nikaenda uinjilisti, nikakaa, nakumbuka I had a number of my friends tuliokuwa na MD5. Mtihani unakaribia, sisi ulikuwa Ijumaa, tukafunga safari, tukapanda gari Alhamisi, tukarudi Ijumaa. Tumemaliza Ijumaa mtihani. Our friends, najua ile kurusha makoti, mmemaliza mtihani. We didn't have that experience. It's not that any kile nikiangalia nasema I wish I could have that. Lakini I had to sacrifice niende uinjilisti. Kwa sababu magari kwanza yalikuwa yanaondoka, gari ilikuwa sijui moja ya kwenda kule tulikokuwa uinjilisti. So after exam I just took like 2 pictures. Baada ya hapo nilikuwa na I think Emily and Sam, tukabebana hao kwenda nguo ziko uinjilisti. Tumekuja tu one time kufanya mtihani. Kitu ambacho if my parent angesikia angeniambia Don't ever try again. mzangu ananiambia you don't use your common sense. I am sure that is the same statement angeniambia. Lakini I was so intentional kuwa I am doing this from the very beginning. I wouldn't do anything to miss this out. So I remember tumemaliza mtihani, wenzetu wanarusha makoti, zile picha si 20 ngapi. Sisi hatuna hiyo memory. Tulienda uinjilisti. So I have a lot of testimonies that nilipata kupitia uinjilisti. So nilipokuwa mwaka kwanza nilipata a job that paid me I think about 800k per month kwa sababu ya uinjilisti. So I can speak mpaka kesho. Yeah. Okay, nashukuru sana kwa muda wako. Kwa kweli nimejifunza binafsi mengi na hata nahisi atakayeenda kuona video hii na anayeona sasa hivi amejifunza mengi. Labda kwa just one statement au one sentence, unamwandaje mtu sasa hivi katika uinjilisti mwaka huu? Unamwambiaje yani? For a new person, usiogope. The same way you learn in class, preaching is also a learning process. Usiogope. It's actually, we're in the end times. Sasa hivi we should be very careful kuwa tunapeleka injili kwa watu wengi zaidi, kufikia watu wengi zaidi wamjue Kristo. Kwa hiyo, be intentional, don't be scared. Go for it. And the sense of satisfaction you will get at the end, hailinganishi na kitu kingine. Thank you. Thank you so much, sister. Yeah.